Unakumbuka Yesu alipokuwa hai duniani alisema kwamba kule nje kuna wachawi. Aliwahi kuwasema Yesu, kule nje wapo wachawi. Mungu hapendi kumtesa mtu. Ukiona unateseka kwa lolote lile, usidhani ni Mungu. Umelogwa. Narudia tena, usije ukasema ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Tupokeage mema tutoka kwa Bwana, tupokeage na mabaya. Umelogwa. Na ukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia ule mstari wa 6, hii ni story nyingine ya mtume Paulo anataka kulogwa, akashtukia. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 8, mtume Paulo anataka kulogwa, akashtukia, mbona mimi nafanya mambo fulani fulani, halafu matokeo, yani alikuwa anafanya jambo akimtegemea yule jamaa. Kwa injili iliyoisukuma hii, lazima mtu anyoshe mikono aseme nimpokee Yesu. Lakini injili inakaribia mwishoni, mteja wake anaanza kuangalia saa. Paulo akasema kuna kitu sio cha kawaida hapa. Hebu tuangalie hapa. Muangalie jirani yako, mwambie hujalogwa kweli wewe hapa. Sasa unaweza kusema hivi, hakuna, sijalogwa, nimeokoka. Mtume Paulo, wewe ni zaidi ya mtume Paulo. Wewe umeandika kitabu hata kimoja? Hata cha hekaya za Abunwasi umeandika wewe? Nataka tukuwekane sawa. Hebu sema Yesu alipokuwa anaondoka duniani akawaambia wanafunzi wake, akasema hivi, huyo shetani baadhi yenu atawaweka gerezani. Walienda gerezani? Hawakwenda. Kilichowapeleka gerezani ni utawala wa Kaisari. Lakini kwa mujibu wa Yesu, nyuma ya utawala wa Kaisari kulikuwa na shetani. Mwambie mwenzako, nyuma yake yuko mfalme. Unaweza ukaona kabinti kadogo, I love you, nyuma yake kuna mfalme wa giza. Akasema Sauli. Ndipo binti Sauli akapendana na Daudi. Na Sauli alipopewa taarifa akasema, mwacheni Daudi amuoe binti yangu, ili kupitia binti yangu niwe tanzi kwake. Kwa hiyo huyu Daudi akakapenda kale kabinti sana, I love you, asijue kwamba nyuma yake kuna mfalme mkubwa kuliko mataifa yote ya dunia amejificha hivi. Ili wewe ukiingia tu laini pale, pap. Nyuma ya kila tukio baya kuna nguvu mbaya. Ukifanikiwa kuiharibu nguvu iliyo nyuma, unatatua tatizo. Tumpigie Yesu makofi. Na bahati mbaya zaidi, shetani anaweza kubebwa na watu wanaoitwa wa Mungu. Na ndio maana unaona majina haya ya waganga. Huyu mchawi anaitwa Simoni. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa ajili ya kujifunza. Maana yake kwamba ameandikwa jina Simoni, tujifunze kwamba kuna mtu anaweza kuwa amebatizwa anaitwa Simoni, anaitwa mtoto wa Yesu, lakini kumbe ni mchawi. Ile Matendo ya Mitume sura ya 13, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakamwona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake nani? Yesu. Hebu sema Yesu. Rudia tena Yesu. Unakumbuka Yesu anamwambia, heri wewe Simoni Yona. Unakumbuka heri wewe Simoni Yona. Kwa Kiyahudi mtu anaposema Yona, maana yake Simoni mwana wa Yona. Hili jamaa linaitwa jina lake Yesu. Maana yake nini? Mwana wa Yesu. Ila li chawi. Linasali Anglikana. Ingekuwa leo linasali Anglikana, linasali Katoliki, linasali Lutheran, limepata kipaimara, linaitwa na mimi ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Yesu, lakini mchawi. Nataka kukupanga ili ujue kwamba anayekuloga usimtegemee kutokea kwa Waislamu. Usimtegemee kutoka kwa bani. Anayekupiga vita ni kati ya hawa wanaojidai kwamba ni wana wa Mungu, ndio hawa. Hebu sema Hakuna vita mbaya kama kupigwa na watu nao wafahamu. Na vita zote zilizowahi kuleta madhara duniani ni ile ambaye wa nyumbani kwako
wanapanga vita pamoja na wewe, kwa sababu si wanakufahamu sana. Tunafahamu udhaifu wake, analala saa ngapi, tunafahamu na shida zake zote, tukianza kupigana naye. Kwa hiyo ukipigana na nyumbani kwako, na historia inaonyesha kwamba Mungu aliumba wa nyumbani kwake. Mmoja anaitwa malaika Mikaeli, mwingine malaika Gabrieli, na maserafi na makerubi na nini. Mmoja wapo wa nyumbani mwa Mungu akatoroka, akamuasi Mungu. Vita tulionao yatoka, ushindwe, bomoka, fyatuka, babuka, ni kwa sababu ya mmoja wa familia ya Mungu aliyechomoka akawa adui wa Mungu. Adui anayekufahamu ni mbaya sana, ila mwisho wake pia huwa ni mbaya sana. Mpigi Bwana makofi, haleluya. Unaona, unatoka pale unamkuta huyo ni Musa, mtumishi wa Bwana, mtu ambaye huwa anaongea na Mungu uso kwa uso. Na Mungu anawatokea watu, anawaambia kwamba akiwepo nabii kati yenu, nitasema naye katika ndoto, nitazungumza naye katika maono, lakini sio mtumishi wangu Musa, maana yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Yeye nitazungumza naye uso kwa uso, na umbo lake yeye ataliona. Anawaambia hawa jamaa, nao wanasikiliza kabisa. Bwana anayesema sio shehe fulani, anasema Yehova, kwamba kwa Musa ni uso kwa uso, kwa nabii Musa kwenye maono, kwa nabii Haruni maono, kwa Musa na Musa utaona. Kisha Bwana akanena na Musa, kisha Bwana akanena na Musa, ndipo hapo Bwana akanena na Musa. Ule mstari unaofuata, ndipo Miriam na Haruni wakamnenea Musa mabaya kwa habari ya mkewe aliyemwoa, maana alioa mngoni. Alikuwa ameoa mwanamke mweusi anaitwa Mkushi wa Midiani, wa mfalme wa Midiani. Wakasema, mbona kaoa mgogo, mbona imekwaje, mbona kaoa mzigua, imekwaje? Wanamnenea mabaya. Mtu ambaye anaongea na Mungu, anaongea na Mungu, huwa wanaona na Mungu ana kwa ana hivi, wanazungumza mpaka anamwambia Mungu, nikuone usoni. Mungu anamwambia, Bwana takuficha kwenye mwamba. Alafu watu wa nyumbani mwake, kwa sababu Miriam na Haruni wamezaliwa tumbo moja, yani Miriam, Haruni, Musa ni baba mmoja na mama mmoja. Kwa hiyo wao Musa hawamuoni kama mtumishi wa Bwana, wanamuona ni kakamo, brazamo. Kakamo yuko wapi leo? Braza Moses yuko wapi? Kwa hiyo watu wenye uwezo wa kupiga vita ni wale wa nyumbani kwako, ama kanisa moja, ama familia moja, ama ukoo mmoja, ila mwisho wao huwa ni mbaya sana. Mpige Bwana makofi, haleluya. Wakati tunaanza ufufuo na uzima, ni kina nani walikuwa wanatutukana? Hawa walokole. Hakuna Muislamu aliyekuwa anatutukana. Hawa walokole wako wapi? Nionyeshe mmoja yuko wapi? Mwisho wa mtu ni sawa na nia yake. Hebu sema, mwisho wa mtu ni sawa na nia yake. Nia yako hata kama ukiificha, mwisho wako utaelezea nia yako. Ndiyo. Sasa unaona, Musa Mungu akampiga Miriam ukoma. Lakini haitoshi, Musa alikuwa na familia. Musa alikuwa anatoka ukoo wa Lawi. Hebu sema Lawi. Sema tena Lawi. Lawi ulikuwa ni ukoo ambao wanatoka watumishi wa Mungu. Wakainuka jamaa wengine tena wa ukoo wa Musa 250. Akiwemo Abiram, akiwemo Dotham, akiwemo na jamaa mmoja anaitwa nani? Kora. Wa familia ya Musa, ukoo wa Musa, sio mtu wa mbali, ukoo wa Musa. Wakasema kwamba Musa amebeba sheria ya Mungu. Anasema Mungu amesema na mimi. Wanamwambia anasemaga na wewe tu, yaani sisi hajasema na sisi, acha mambo hayo bwana. Alafu Kora anamwambia Musa, usiwatabishe watu kwa kujidai wewe you are so important. You are a normal person just like anybody else. We saw you when you were born. We know your mother, we know your sister, who have appointed you to be our ruler. Kaa hapo pembeni. Musa akasema, jamani, ikiwa leo watu wa familia yangu watakufa kifo cha kawaida, basi Mungu hakunituma. Unaona sasa? Lakini watu wa familia akasema, kama itatokea hawa jamaa walionipinga kufariki kwao,
kwamba wakaugua tu ugonjwa wa kawaida, baadaye wakafariki. Wakaugua tu malaria au wakaugua tu UTI, baadaye wakafariki. Ikitokea wamefariki kwa ajali, ikitokea wamefariki kwa kugongwa na nyoka, basi Mungu hakunituma. Lakini kama amenituma, atatengeneza kifo maalum leo ambacho hakijawahi kutokea. Naamuru adui zako watengenezwe mwisho maalum ambao haujawahi kutokea. Hebu piga kelele! Akasema kama kutatengenezwa kifo maalum leo, akasema dunia itafunua kinywa chake. Ndipo watu wanawaza, dunia ina kinywa. Dunia ina kinywa, inachokinywa. Ikiambiwa na Musa ifungue kinywa, inaweza kufungua kinywa. Dunia ina ulimi, dunia ina koo, dunia ina meno, inaweza kutafuna mtu. Na amuru waliofanya vita juu yako watafunwe. Hebu sema tafuna! Akasema kama dunia haitafungua kinywa chake, iwameze wakiwa hai. Musa akasema jitengeni nao, wale wa kwangu sogeni huku, wale wakola sogeni huku. Watu wakaanza kusema tumkomeshe Bwana, hebu wakola sogeni huku. Wakasogea wakola, wakawa maelfu kwa maelfu. Usisite, hata kama wale watu wanaokupinga wakawa wengi, usiwe na wasiwasi. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye. Siogope. Dawa kali sana ni kunyamaza. Kwa nini? Kwa sababu ukinyamaza, adui hakutafasiri. Anategemea ulie, ulalamike, umtukane, usengenye, unapoa kajiwe. Anaanza kujiuliza, huyo mtu alivyopoa anaweza kutia ngumi hapo, kumbe hata ngumi huna. Alinyenyekea kama kondoo apelekwaye machinjioni. Hata sehemu alipotakiwa kujitetea ili asife, akaacha kujitetea. Akasema kama lengo leo ni kuniua, ni uweni yaishi. Biblia inasema kina Kora wakaenda kule. Na viongozi, hebu sema viongozi 250, viongozi wa familia yako, wa ukoo wako. Acha tu kusema viongozi wa mtaa, wa familia. Alafu anasema jamani, sisi huyu Musa tunamfahamu sana, sisi ndio wa ukoo. Kwa hiyo wale watu wengine ambao sio wa ukoo wa Musa wanasema hivi, kweli ndugu zake kabisa wa ukoo, watu 200 viongozi wamemwacha, sisi ndio kina nani tuambatane na yeye? Wakaenda pembeni pale. Alafu Musa wao wakawa wa kwanza kuomba. Wale kina Kora wakaanza kufikiria chetezo. Mungu akamwambia Musa, Baba, naomba usisikie maombi yao. Soma kwa Biblia. Mungu akamwambia Musa, Musa akamwambia Mungu, Baba, naomba usisikie maombi yao. Ndio mahala pekee kwenye Biblia mahala ambapo Mungu alikatazwa kusikia maombi ya watu na mtu anayemcha Bwana. Hebu sema, Mungu usiwasikie dua zao kwa jina la Yesu, lakini Mungu akusikie wewe kwa jina la Yesu. Wakati Musa amechukua chetezo chake aanze kufanya mbele za Mungu, na wao wakachukua chetezo. Wanasema unatutisha chetezo, na wao wakaanza nkeche. Na sisi na makuhani hapa. Wewe una Haruni kama kuhani, na sisi wapo wana wa Kohathi nao kama makuhani. Wakaanza kufukiza. Mungu akasema usiwasikie maombi yao. Ninaomba leo wagawie kifo speciali, sio kifo cha kawaida. Naamuru kuanzia leo ndugu zako waliokutesa wagawiwe kifo maalum, kila mtu ajue walipambana wewe kwa jina la Yesu. Biblia ikasema wakati wamesimama pale, ile ardhi ikafungua kinywa chake. Hebu sema kinywa chake. Ilipofungua kinywa chake, wakaenda jumla wakiwa hai, wakaingia maelfu. Walipozama, alafu ardhi ikafunga, maisha yakaendelea. Alafu Musa akauliza, hapo vipi, mnasemaje sasa kwa namna hiyo? Biblia inasema watu wengine wakaanza kukimbia hovyo, wakasema ardhi isije ikatumeza na sisi kama ilivyowameza wale wengine. Na mimi nataka kusema leo, wale ndugu wa nyumbani kwako waliofanya vita na wewe wamezwe wakiwa hai. Hebu simama, piga kelele. Kaa kidogo. Jamaa wakaenda jumla. Biblia inasema wakamwogopa Mungu na Musa. Wakasema
jamaa waliobaki wale, kuna jamaa mmoja bila shaka alikuwa katikati pale. Alipofungua kinywa chake akaona hivi, akakosa kwenda, akakosa kutumbukia, alikafunga akasema sitarudia tena. Naomba waonye adui zako wanaofanya vita na wewe wasirudie tena kwa jina la Yesu. Speak to your neighbor. Mnaoneza jirani yako, hakuna aliyefanya vita na Mungu akafaulu. Ni swala la wakati. Mwanzoni wakiwa wanafanya vita na wewe, wanatembea kwa hatua kubwa. Tutamkomesha, tutammaliza, tutamkomesha. Wewe tulia, tulia kimya kabisa. Wewe tulia. Unajua watu hawajui siri. Mtu akikwambia shenzi na wewe ukamjibu shenzi na wewe, huyo mtu haadhibiwi na Mungu kwa sababu tayari umeshampa adhabu. Unajua maana yake iko hivyo. Mtu akikutukana pumbavu na wewe ukamwambia pumbavu mwenyewe, huyo mtu haadhibiwi na Mungu kwa kuwa wewe umeshafanya nini? Umeshamwadhibu. Adui yako akiwa na njaa, wewe mlishe. Ufanyavyo hivyo, unapokuwa unamlisha, unampalia nini? Makaa ya moto kichwani kwake. Kuna usifikiri ninapokuwa mwema kwa adui nampenda. Ndio formula ya kummaliza. Ukitaka malizike vizuri, akisema shenzi wewe mwambie Mungu akubariki. Akisema kichaa mwambie napokea kwa amani. Akisema mwenda wazimu mwambie asante sana. Ukifanya hivyo unaengage gia ya kimungu ya kummaliza. Utamwona baada ya muda tu wameanua tanga kwa mkono wa Bwana kwa jina la Yesu. Mnongoneze jirani yako mwambie kwao kuna mtu, ila sisi kwetu uko mkono wa Mungu. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Unaona, utashuka na kushuka kutoka kwa Musa. Unashuka unamkuta Absalomu nyumbani mwake Daudi. Vita ni ile. Unashuka kule chini unamkuta kina Adonija nyumbani kwake Daudi wa familia. Unashuka unamkuta Yesu Kristo, mmoja wa wanafunzi wake. Yaani usaliti mkubwa duniani, nguvu kubwa ya kumaliza mtu ni ya kutokea kwa watu nao wafahamu. Kwenye makanisa kuna watu wabaya kuliko msikitini. Ila hawashambuliagi mtu wa msikitini, wanashambulia wa kanisani mwenzao. Na ndio maana sisi hapo Fono Zimo tunawakata shingo mara moja. Kisu changu kikukosa kisu changu, subiri cha Askofu George. Ukikoswa na George, subiri kwa Bishop Komba. Ukikoswa na Komba, mzee wa Galika yupo. Hii ndiyo sababu, sema machawi yote yaliyotajwa kwenye Agano Jipya yana majina ya kimungu. Simoni mwana wa Yesu, hilo neno tulikufundishe, anaonekana wa kimungu kimaombi na kikutembea, ila ni mwanga wa kutosha daima. Akiwa anatembea kabisa unaona kabisa baba askofu na msalaba hivi. Anavopaa usiku, tena mchana ni kilema yani. Usiku mwepesi kama kurungu. Ndio dereva wa ungo wenyewe. Mwambie mwenzako leo kimeumana kwa jina la Yesu. Sema tena leo kimeumana kwa jina la Yesu. Aliyelogwa uchawi wa aina yoyote leo mwisho wa lami, kanyaga breki kwa jina la Yesu. Ngeukie jirani wako mwambie umelogwa. Hiyo sio sura yako. Hayo sio mapato yako. Hiyo sio hali yako. Hiyo sio afya yako. Hiyo sio amani yako. Umelogwa. Anasema hapana, mimi nimeokoka, siwezi kulogwa. Paulo alikuwa hajaokoka Anasema hivi Paulo kwamba ametumwa mjumbe wa shetani anipige
mwilini mwangu anipige. Biblia ya Kiingereza inasema to buffer. Yaani anasema kuna mjumbe wa shetani ametumwa anipige. Nikamwomba Mungu mara nyingi niondolee huyu mjumbe wa shetani. Mungu akamwambia neema yangu inakutosha, songa mbele. Mjumbe achana naye. Neema yangu inakutosha, mjumbe mwacha apige na wewe unasonga mbele. Kwa sababu gani? Una mafunuo mengi sana. Nikikuacha bila mwiba utasema hakuna kulogwa. Ujue kabisa watu wanaweza kulogwa. Ukiweka mlango wazi unalogwa. Amen. Ndio maana ingawa umeokoka ukitaka kulala unafunga mlango wa nyumbani mwako. Ingawa umeokoka. Sasa tupige hatua moja zaidi. Je, kulogwa kupo? Kumbuka tunataka tuangalie namna 20 ambazo mchawi anaweza kumloga mtu. Kuna namna 20. Leo tunaanza introduction. Mwambie mwenzako introduction. Tunaangalia kulogwa kupo. Kwenye kitabu cha Biblia takatifu, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kwenye Kumbukumbu la Torati mstari wa 18 anasema hivi. Kumbukumbu la Torati tunaangalia kulogwa kupo. Mtu anaweza kulogwa? Kumbukumbu la Torati sura ya 18 kuanzia mstari wa 10 hadi wa 11. Deuteronomy chapter 10 and verse chapter 18 verse 10 to 11. Asionekane mtu kwako ampitishaye mwanawe au bintie kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala asionekane mtu alogae kwa kupiga mafundo. Hebu sema alogae kwa kupiga mafundo. Sema alogae kwa kufanya nini? Rudia tena. Tunaanza kuona kumbe kuna kuloga kwa aina nyingi. Tumeona hii ni kuloga, lakini kwa kufanya nini? Piga mafundo. Umelogwa, lakini aina ya kulogwa ni mafundo. Ziko 20. Nikwambie 2 ili uchangamke. Hiyo nikwambie 2 ili uchangamke zizo kwenye Biblia. Hebu sema kulogwa kwa kupiga mafundo. Rudia tena. Kuloga piga mafundo. Maana yake fundo linafungwa. Mtu anataka hivi, huyu dada ana akili sana. Anaweza kubuni miradi. Akili yake ina chaji. Tumloge kwa staili gani? Tumloge awe kilema? Hatutamkomesha, kichwa sikipo. Kwani mtu akiwa kilema hawezi kuanza biashara? Hataanza. Tafuteni nywele zake. Unakwenda saluni pale, nipunguze nywele za juu, wenzako wanahifadhi ni material. Hizi nywele za juu kama zimekatika katika ni kuondolee, unaanza kuondolewa pale nywele za juu pale. Hazijakaa vizuri hizi. Ondolewa pale, baadaye anakuja mtu, bwana nimepata nywele zake. Kitambaa cheusi kinawekwa mle ndani, alafu linafungwa fundo. Yanatamkwa maneno, kuanzia sasa huyu kila akiwaza tu kuolewa kichwa kinauma. Kila tu akisoma tu kichwa kinauma. Kuna watu wako hapo ukifika shuleni tu tindiri. Nini? Ukienda hospitali wanataja jina la Kiingereza. Wanasema academics what syndrome disease. Wanasema kwamba ni tatizo fulani la labda it's academic phobia. Lakini umelogwa kabisa kwamba usisome. Wanafunga hilo fundo, funga fundo, achukua nywele anaweka ndani, afa anafunga fundo, afa anasoma dua sasa. Inategemea limesomwaje. Bwana huyu kuanzia leo asione ubaoni. Huoni. Paka sasa hivi na miwano minene hivi, miani minene hivi. Pako unajiuliza hii ni lensi au ni balaa? Miwani minene hivi. Na unakuwa unaongeza tu. Sisi BRT mpaka wamesema umefikia ya mwisho. Ambie mwenzako leo ni siku ya kwako. Leo ni siku ya kwako. Mwambie leo Mungu amekutembelea. Mwambie tena kwa huko, mwambie Mungu amekutembelea leo. Kwa hiyo mtu anafunga asisome ubaoni. Au wanasema aone wawili. Au unafungwa wewe husikii. Sio kwamba usikii kabisa, yani ni misinformation. Ukiambiwa kitu Jumanne wewe unasikia Jumatano.
Unasikia tumesema kabisa mkesha ni Alhamisi. Mtu Alhamisi anaibuka hapa Ijumaa. Kwenye ule mkesha wa nini? Wa leo. Mbona ilikuwa jana? Aya, amelogwa. Mafundo. Nitaongelea mafundo na kupata introduction, nitaongelea mafundo baadaye. Kuna watu wamefungwa mafundo ya hatua. Hebu sema hatua. Maisha kwa kawaida ni hatua kwa hatua, siku kwa siku. Maisha hayabakiagi hapo hapo kama ulivyobakia wewe. Haiko hivyo. Hawabakiagi hapo hapo. Unasikia? Maisha hawabakiagi hapo hapo. Maisha yanaanza na chumba kimoja, baada ya miaka 2 unapata vyumba 2. Kwa sababu chumba kimoja unalala hapo, jiko hapo, mtungi wa maji uko hapo, kila kitu hapa hapo, kulala hapa hapo. Kako hapo. Baada ya miaka 2-3 angalau vyumba 2. Sasa kimoja kiko sebule pale, kina makochi sasa, kwa sababu hapo hukuweka makochi pale. Kwa sababu kitandani ndio mahala pa kukaa. Kuna madumu ya maji hapo pembeni. Kuna ndoo hapo pembeni. Kuna viatu hapo pembeni. Unapangilia vizuri, lakini kimoja ni kimoja tu. Mbona angalia chini? Unapangilia chini lakini kimoja. Mwambie zao kimoja ni kimoja tu. Hata kama upange namna gani, mimi nishawahi kukaa nacho. Kimoja tu. Tunapanga na Grace vizuri, hapa kuna viatu, hapa kuna hiki, hapa kuna hiki, hapa kuna hiki. Kimeshonana, ukiwa unapita hivi. Sasa kwa kawaida maisha alivyoumba Mungu ni kwamba unaanza na kamoja. Unafanya kazi kwa bidii, Mungu ndivyo alivyo, ndio asili yake yani. Unapofanya kazi chumba kimoja, hata kama umesoma hujasoma, Mungu huwa anasababisha jambo linalokufanya uhamie vyumba 2. Yuko namna hiyo, ndio asili yake, anasababisha kitu. Hebu sema anasababisha kitu. Asababishe sasa hivi ninapoongea kwa jina la Yesu. Huwa anasababisha kitu ambacho hata ukiwazi kinasababishwa, unakuwa na vyumba 2. Ama kwa kuongezwa mshahara, ama kwa kupata kazi nyingine, ama tu inatokea jambo. Vyumba 2. Unakuwa sangalau kuna nafasi sasa. Baadaye unaendelea tena mwaka mmoja wa pili, Mungu anasababisha jambo, vyumba 3. Nyumba yako peke yako sasa, uko mwenyewe sasa. Mungu yuko namna hiyo, ndio asili yake. Huwa anasababisha kitu ili kumpigisha mtu nafasi. Vitu vingine ambavyo sababisha vinaonekana vina sura mbaya mwanzo, lakini unajua hiki kitanipigisha nafasi, hatua. Namuona mtu anapiga hatua leo kwa jina la Yesu. Baadaye sasa umepanga, lakini sasa angalau vyumba 3 na nini na jiko na nini, unafika pale mwenyewe nakwambia umepanga ngapi? Nyumba nzima inaojitegemea ndio. Nimepanga nyumba nzima inajitegemea, nimelipa miezi 6 na namshukuru Mungu, hela ya kulipa mwezi ujao baada ya miezi sina wasiwasi, yani Mungu ni mwema. Baadaye unahama pale, Mungu anasababisha kitu, unanunua kiwanja. Yuko hivyo, anasababisha kitu. Huwa yuko hivyo, anasababisha kitu, unanunua kiwanja. Unaponunulia kiwanja kwa sababu ni bei nafuu, ni mbali, nunua. Hakuna sehemu ambapo ni mbali, nunua. Mzungu mmoja aliwahi kuniambia wakati mimi nasoma, akaniambia, Gwajiba, kwenye maisha yako oa mke anayekupenda. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia hivi, mtu asiyekupenda hata kama ungemnunulia kiwanja kwenye sayari ya Pluto hata kupenda. Na mimi naongea na vijana, binti zangu, kama mtu hakupendi achana naye. Kwa sababu hakuna utakachofanya asiyekupenda akupende. Hata kama ukimnunulia kiwanja kwenye Jupiter, ukamwambia mpenzi, nimekununulia kiwanja kwenye sayari ya Jupiter, hata kupenda. Upendo ni natural. Unacho huna, anakupenda. Umevunjika mguu na pua ndefu, anakupenda. Una mimasikio mikubwa kama ya kwangu hii, anasema siangalii sura. We ni mfupi kama mche wa sabuni, hakuna tatizo. We ni mrefu sana kama ngongote, hamna tatizo. Upendo wa kweli hauna masharti. Una mafuta, huna mafuta, na kupenda. Una kazi, huna kazi, na kupenda. Una mume, huna mume, na kupenda. Tena na kupenda wewe na wazazi wako wote. Nampenda baba yako na mama yako na familia yako, na kupenda. Upendo wa kweli hauna masharti.
mpenzi wangu, mbona ndugu wa familia yako wanazidi sana nyumbani kwetu? Ongea na mama yako jamani, wanatuelemea. Pendo hauna masharti. Nakupenda. Pua yako imevimba imeenda kushoto, nakupenda vile vile. Miguu yako imegeuka inakuwa na machacha, nakupenda vile vile. Uso umevimba kwa sababu ya nakupenda vile vile. Nywele za kipilipili vile vile, macho yako vile vile. Kichwa kikubwa ndiyo hasa na kitaka chenyewe. Pua kubwa ndiyo hasa tupate hewa ya kutosha. Masikio makubwa tukusanye mawimbi ya kutosha. Milonjo ndiyo hasa. Ukiona mtu anasema nakupenda ila hata kabla hajamalizia ondoka. Nisikize vizuri, ukisema tu nakupenda ila kabla hajamalizia ile anza kuondoka. Kwa sababu upendo hauna ila. Ukimpenda mtu unampenda tu. Kwa maana Kristo alitupenda tungali bado wenye dhambi, akafa msalabani kwa ajili yetu. Hatukuwa safi, tulikuwa wenye dhambi. Huwa nawashangaa watu wanaosema kwamba namtafuta Bwana. Bwana hajapotea, ndiye anakutafuta wewe. Huwa nawashangaa sana watu watasema namtafuta Bwana. Amepotea Bwana? Wewe Bwana ndiye alikutafuta. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopo ambayo ni wewe. Eti namtafuta Bwana. Bwana hajapotea rafiki. Sikiliza vizuri. Mwambie mwenzako leo wa nyumbani kwangu au kanisani kwangu au kwenye ukoo wangu wanaosababisha vita, leo mwisho wao kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna ile ya kwanza, kuloga kwa kupiga mafundo. Sijaanza kuelezea aina za kulogwa, nasema introduction. Zile aina 20 nakupa introduction. Ili kesho tuanze biashara. Mwambie mwenzao kesho biashara inaanza. Na nitapiga kuanzia kesho, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa mpaka Jumapili. Ndio. Kwa nini nataka kuwasaidia watu? Unakumbuka Jumapili iliyopita watu wengi zaidi ya 1000 na kitu walimpokea Yesu hapa. Ina maana kuna wengine wako nje kule ambao wamelogwa. Nataka mniletee waliologwa. Nataka wiki mniletee waliofanya nini? Waliologwa. Amelogwa mpaka akalogeka. Nataka yule sasa. Ndio umeenda hivi, macho yameenda hivi, anakwenda kama loli limevunja centerboard, na wataka wale. Kwa hiyo mtu anafunga. Hebu sema anafunga. Kwa hiyo kwa kawaida sasa mtu chumba kimoja, vyumba viwili, vyumba vitatu, nyumba nzima. Baadaye Mungu anafanya jambo, unapata ka kiwanja mahali mbali. Ingawa ni mbali lakini unakanunua kule tu, mji utafika kule. Kwa sababu mpaka uje upate nguvu za kujenga, Mungu ni wa hatua kwa hatua. Mji utakuwa ulishafika kule, nunua pale. Baadaye unaendelea kuishi, Mungu anafanyisha jambo, unapata kagari kadogo tu. Ukiingia ndani kana kwamba unaendesha mche wa sabuni, kadogo tu. Ila ni gari. Si unatumia mafuta? Ila ni gari. Maisha yako na una kigari hicho, kupeleka kanisani, unakitumiaje kile kigari? Unamsemesha Mungu akupe cha pili. Unawahi kanisani. Ikitokea kazi ya Mungu kipo. Ikitokea kugawa kipeperushi, kigari hicho kipo. Mungu anakubadilishia. Anasawazisha tena jambo tena, gari nyingine tena. Panapana kidogo yenyewe, panapana angalau ya kuendea ukweni, panapana kidogo. Kale kengine ilikuwa haiwezekani kwenda nako ukweni, kalikuwa kashughuli tu, lakini ni hatua. Kuna hatua zingine huwa ni ndogo sana, lakini mshukuru Mungu kwa kila hatua anayokupa, maana ni mapenzi ya Mungu. Unajua mimi nikienda ukweni kwangu, napita kwanza na helikopta juu. Naona wanasema hivi, askofu anapita. Wanajua askofu anapita. Napita kwanza juu, pa. Nachungulia, naona ukweni pale. Nageuka tena pa. Wanajua, lakini sikuanzia hapo. Nilianzia na baskeli inaitwa swala.
Nilikuwa naendesha baskeli huku nachunga kanisa Msoma, natoka Mkendo na kwenda Mwisenge na baskeli yangu, naridhika nayo, natosheka nayo, naipiga vizuri sana. Nikifika kwenye mteremko naachia inaseleleka, lakini ikiwa najua Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua. Na wewe jua Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua. Hapa ulipo utavuka. Ninaona unavuka kwa jina la Yesu. Hebu sema navuka, navuka, navuka. Hey, hey. Watu kwa nini wanaiba? Wanaiba ili kurukisha hatua. Wanaiba ili kurukisha hatua. Alikuwa kwenye chumba kimoja, anataka gorofa na hama nje. Hey, hey, hey. Mwambie wenzako usirukishe maisha. Kwa nini watu wanaolewa kabla ya wakati kurukisha maisha? Niolewe na yule kaka ili anisaidie. Nalukisha maisha. Hata utaki kuangalia Mungu aliumbaje. Unaonaje Mungu akiamua kurukisha uumbaji wake? Mama akajifungua katoto Hindu Mandal. Kakatoka tu katoto, kakamwambia, anaambia push push. Alipopush kakatoka, kakamwambia mama pole. Huyo mama atabaki wodini. Atafanya nini? Atakimbia. Kwa nini? Hatua imerukishwa. Hatua imerukishwa. Mwambie wenzako usirukishe hatua. Usirukishe hatua. Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba kwa siku moja. Akatumia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, ya 7 akasema hewa. Wewe unataka kufanya hewa ya pili. Unaona, wewe unataka upumzike ya pili. Sasa chumba cha kwanza, vyumba vitatu, nyumba nzima, baadaye kagari kadogo, gari kubwa, kiwanja, baadaye unaanza kuanza kuoa. Sasa wewe uko pale pale. Ile ya hatua ya kwanza unayo miaka 5 sasa hivi. Umelogwa. Ndio kulogwa sasa, kwamba hatua zako haziruki. Hapo kuna kulogwa. Kuna kulogwa kwa aina mbili hapo. Kuna kulogwa kwa aina ya kuchelewesha hatua. Umelogwa ili hatua zako zifanye nini? Zichelewe. Au umelogwa ili hatua zako zipige kona. Kuna watu hapa kwa mujibu wa kalenda ya mbinguni wanatakiwa kuishi Masaki, ila sasa hivi wako Kiembe Mbuzi. Kuna hatua imecheleweshwa. Shetani huwa hawezi kuzuia kazi, anataka acheleweshe. Wana wa Israeli walitakiwa kutoka Misri baada ya miaka 400. Wakatoka baada ya miaka 430. Wamecheleweshwa. Kuna mtu yuko hapo na miaka 40, utakiwa kuwa umeshaolewa. Sio kwamba mumeo hayupo, yupo. Umecheleweshwa. Nataka leo uchomoke kama mshale unavyotoa kwenye mkono wa mwindaji kwa jina la Yesu. Hebu sema chomoka. Sema chomoka. Kuna watu wanatakiwa kuwa mchungaji kiongozi. Unatakiwa kuwa mchungaji kiongozi, tena wa mega church mahali. Upo tu hapa, piga haleluya. Hautakiwi kuwa hapa. Umechelewa. Ninaamuru aliyechelewa amke kuanzia sasa. Anza kuamka. Hebu sema amka, amka. Kwa hiyo unakuta hizi hatua natural. Kwambie jambo moja. Kati ya ng'ombe na kuku, nani anataga mayai? Ng'ombe, kuku. Kati ya ng'ombe na kuku, nani anataga mayai? Akitaga kuku inakuwaje? Akitaga ng'ombe inakuwaje? Si kawaida. Ng'ombe akataga yai kubwa hivi kama kichwa cha Pastor Gwajima. Akasema yai la ng'ombe. Si kawaida kwa sababu hatagi mayai. Mungu ameumba maendeleo ya mtu ni hatua kwa hatua, siku kwa siku. Ukiona tu nateseka, Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3.
Maombolezo sura ya 3 kuanzia mstari wa 31 inasema hivi: kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Tusome wote kwa pamoja, 2, 3. Nataka usome kwa sauti, 1, 2, 3. Umeshawahi kusikia watu wanasema, "Yaani umenitupa kabisa"? Umeshawahi kusikia "Yaani umenitupa kabisa"? Mungu anasema Bwana hatamtupa mtu hata milele. Yaani kwa desturi yake huwa hatupi watu. Desturi yake kabisa huwa hatupi watu. Mstari unaofuata 1, 2, 3. Maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana yake akiruhusu jambo la kukuhuzunisha, baada ya muda analiondoa. Sasa umehuzunishwa miaka 5 yote tu, nasema umehuzunishwa tu. Wakati asili ya Mungu akikuhuzunisha, akiruhusu uhuzunike, baada ya muda analeta kitu cha kufariji. Wewe una huzuni tu. Akikuhuzunisha kabisa, uko na matatizo, uko na dhiki, uko na tabu, anaruhusu jambo la kukuhurumia, kukufurahisha. Ule mstari unaofuata tusome 1, 2, 3. Maana moyo wake, rudia tena, wapi? Rudia tena. Maana nini? Moyo wa Mungu haupendi nini? Hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Pigie Bwana makofi. Moyo wake anapenda kuwatesa, hapendi? Anapenda kuwatesa au hapendi? Nani anateseka hapa? Hujateswa na Bwana. Kwa maana Mungu hapendi kuwatesa wanadamu. Hujahuzunishwa na Bwana. Kwa maana Mungu hapendi kuwahuzunisha wanadamu. Umelogwa. Mtu asikudanganye kwamba unajua wakati mwingine Mungu kama vile Ayubu. Wewe sikiliza, nitakwambia siku moja habari za Ayubu. Kama Stefano. Unajua kwa watu wanaomjua Mungu utakiwa kusema, tunajua unaweza ukafa kijana. Mbona Stefano alikufa kijana? Biblia inasema, kisha nikawaona wale ambao roho zao zimechinjwa na kuuawa kwa ajili ya Bwana, walikuwa wamewekwa chini ya madhabahu. Wewe unaona mtu umekwenda mbinguni ukaenda ukaa chini ya madhabahu? Kuna kitu sio cha kawaida hapo. Unanielewa? Wale waliouawa kabla ya wakati wao, roho zao zinawekwa chini ya madhabahu. Wanafanya nini hapo? Wakatoka pale wakasema, hata lini Bwana utawalipiza wale waliotuua? Hata lini Bwana? Wako mbinguni na wanalalamika, niliuawa nikiwa na miaka 5 tu, hata lini Bwana? Wako chini ya madhabahu. Biblia inasema wakatoka kule wakapewa mitende, wakaanza kuimba, mimi sitaki kwenda kukaa chini ya madhabahu, nataka kumwona Yesu vile vile alivyo, na nguvu zake na uwezo wake. Piga kelele amen. Mtu yeyote anayefariki kabla ya kutimiza wito wake ameuliwa. Rudia, mtu yeyote anayefariki kabla ya kutimiza kilichomtoa mbinguni ameuawa. We call premature death. Umekufa kabla ya kile kilichokuleta duniani kutimia. Sasa tumeona Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala unateseka. Nataka usajili, anayekutesa sio Mungu. Unahuzunishwa na magonjwa na anayekuhuzunisha sio Mungu. Umelogwa. Tumeona namna ya kwanza ya kulogwa, kufunga mafundo. Hebu sema kupiga mafundo. Rudia tena. Rudia tena. Mtu anaona huyu mama na uzazi kweli, tufanyeje? Tafuteni nguo yake ya ndani. Ndio maana unaona nguo za ndani zingine inakwenda na mwewe. Unaona kunguru yule, unaona sio kitu cha kawaida. Au unakuta imekatwa katundu mahali. Huyo sasa mtu ameona uzazi. Unajua unaweza kuchungulia kwa namna ya rohoni kwa mtu, ukaona huyu uzazi wake ni mkali sana. Akiolewa akazaa, atazaa kiongozi, atazaa waziri, atazaa mchungaji, atazaa nabii, atazaa mwanasayansi. Wanaweza kuona uzazi. Kwa hiyo mtu anakata kipande cha nguo zako au damu yako wakati wa siku zako, anafunga mahali, funga tena, fundo.
Ukipata siku zako jamani, John, afu nasema napataga hivyo kwa siku 8 baadaye inakuwa sawa. Hey, umezoea kifungo. Wako utumwani ila wamezoea utumwani. Nasema leo nakata vifungo vya utumwa kwa jina la Yesu. Sema vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu.